Wajukuu wanne. Katika maisha, kuna siri ambazo huweza kufichwa kwa miaka mingi mpaka siku ambayo ukweli huamua kujitokeza wenyewe. Katika kijiji cha mbali kinachoitwa Kivare, familia mbili ziliishi maisha ya kawaida machoni mwa watu, lakini nyuma ya ukimya wao kulikuwa na historia nzito iliyofunikwa na maumivu, hofu na ahadi zilizovunjika. Familia zote mbili zilikuwa na kitu cha kufanana. Watoto wao walilelewa na bibi zao baada ya wazazi wao kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Hakuna aliyewahi kujua ukweli kamili kuhusu yaliyotokea miaka ile ya nyuma. Kadiri watoto hao walivyokuwa wakikua, ndivyo walivyoanza kugundua kuwa maisha yao yalikuwa yamefungamanishwa na siri kubwa kuliko walivyodhani. Hapo ndipo simulizi la Nairuti, Zebrano, Lusamra na Tavirio linaanza. Vijana wanne waliounganishwa na historia ya gizani ambayo ilibadilisha maisha yao milele. Katika kijiji cha milimani kilichoitwa Kivare, kulikuwa na familia mbili zilizokuwa maarufu kwa ukimya wao na siri zilizozunguka maisha yao. Familia ya kwanza iliishi upande wa mashariki wa kijiji, chini ya ule mti mkubwa wa mkuyu. Humo waliishi watoto wawili waliolelewa na bibi yao Bi Sihaba. Msichana aliitwa Nairuti na kaka yake aliitwa Zebrano. Wazazi wao walipotea miaka mingi iliyopita baada ya safari ya ajabu ya biashara baharini. Upande wa magharibi mwa kijiji, karibu na mto wenye maji ya samawati, aliishi Bi Mavune pamoja na wajukuu wake wawili, msichana aitwaye Lusamra na kaka yake Tavirio. Wao pia walikuwa wamelelewa tangu utotoni na bibi yao baada ya wazazi wao kutoweka kwenye moto mkubwa uliowahi kutokea kijijini hapo. Ingawa familia hizo mbili hazikuwahi kuongea sana, kulikuwa na jambo la ajabu. Kila jioni mabibi wale wawili walikuwa wakifunga milango mapema, kana kwamba waliogopa kitu kisichoonekana. Siku moja, wakati wa sherehe ya mavuno kijijini, Zebrano alikutana na Tavirio kwa mara ya kwanza. Walipokuwa wakishindana mchezo wa kurusha mikuki, waligundua wote walivaa hirizi zinazofanana, hirizi za mawe meusi yaliyokuwa na alama ya mwezi uliopasuka katikati. "Umeipata wapi hiyo?" Tavirio aliuliza kwa mshangao. "Bibi alisema ni urithi wa familia," Zebrano akajibu huku akimtazama kwa makini. Wakati huo huo, Nairuti na Lusamra walikuwa pembeni wakiuza vikapu vya matunda. Ghafla upepo mkali ulivuma na kufanya vikapu vyao kuanguka. Katika vurugu hiyo, kipande cha karatasi kilidondoka kutoka kwenye nguo ya Lusamra. Nairuti alipokiokota, aliona ramani ya zamani yenye alama ile ile ya mwezi uliopasuka. Usiku huo, vijana hao wanne walikutana kwa siri nyuma ya ghala la kijiji. Walipojaribu kuunganisha walichojua, waligundua jambo la kutisha: wazazi wao hawakuwa wamepotea wala kufa kama walivyoambiwa. Kulikuwa na mtu aliyewaficha ukweli kwa miaka yote. Na siri hiyo ilianza kufunguka pale mabibi zao walipogundua kuwa hirizi zile nne zilikuwa zimekutanishwa tena baada ya miaka 20. Baada ya siku nyingi za kufuatilia ukweli, vijana wale wanne waligundua kuwa wazazi wao walikuwa sehemu ya kundi la watu waliokuwa wakipinga utawala wa kikatili uliowahi kutawala Kivare zamani. Mabibi zao waliwaficha watoto hao ili kuwaokoa dhidi ya maadui waliotaka kuangamiza familia zao zote. Hatimaye ukweli ulipowekwa wazi, chuki na hofu zilizodumu kwa miaka mingi zilianza kutoweka. Familia zile mbili zilizounganishwa na maumivu zikawa familia moja yenye upendo na mshikamano. Nairuti, Zebrano, Lusamra na Tavirio walijifunza kuwa wakati mwingine siri inaweza kulinda maisha, lakini ukweli ndio unaoweza kuponya mioyo. Tangu siku hiyo, waliapa kutoruhusu historia ya giza irudi tena katika kijiji cha Kivare. JN Stories Kai. Your mental creates your empire.